Akili na umri. Hii ni sehemu ya cognitive psychology. Kisaikolojia, akili husafiri na umri wa mtu, na kasi ya mzunguko wa akili ya mtu inaendana na umri wa mtu. Yaani akili huwa inaji-update kama gia inavyoingia kulingana na barabara ambayo gari inatembelea. Na akili ni hivyo hivyo. Kuna wakati itaji-update kwa sababu umri umebadilika kutoka utoto kuingia ujana, na akili itaji-update. Kwenye ubongo kuna sehemu inaitwa frontal cortex, yaani ni ubongo wa mbele. Hiyo hufanana kabisa na gearbox, na ufanisi wake ni kama wa gearbox. Yaani kufeli kwa mtu ama kufaulu kwa mtu ni hapa kwenye cortex, ubongo wa mbele. Maana ndo kuna fikra, mikakati, maamuzi, kila kitu. Mfumo wote wa spidi ya kufikiri ya mtu iko hapa kwenye ubongo wa mbele. Ndio maana tuna msemo unaosema faster thinkers, faster actors. Yaani wanaofikiri kwa haraka hutenda kwa haraka. Umri umegawanyika katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni umri wa mwaka mmoja hadi miaka 18, ambao ni umri tegemezi, umri wa utoto. Alafu namba 2 ni umri miaka 18 hadi 30, yaani umri wa ujana ambao unaitwa manifestation age au umri wa kuhesabiwa au countable age. Na sehemu ya 3 ni miaka 30 kwenda mpaka miaka ya kustaafu, ambayo huitwa miaka ya kubeba majukumu. Umri wa miaka 30 ni umri wa kubeba majukumu ya familia na majukumu ya uongozi katika jamii. Ndio maana unaitwa umri wa kuwajibika. Sisi huwa tunahesabu kwamba mtu mzima ama kijana anaanzia miaka 18, yaani umri wa miaka 18 kwenda 30 kulingana na mifumo yetu ndio umri wa ujana. Lakini zamani Wagiriki pamoja na Waisraeli, in fact dunia yote, walihesabu mtu mzima kuanzia miaka 20, na huu ulikuwa ndio mfumo wa Waisraeli. Mtu mzima alihesabiwa kuanzia miaka 20, yaani umri wa kuweza kwenda vitani. Ndio maana nimesema umri wa ujana unaitwa countable age, umri wa kuhesabika. Walianza kuhesabu mtu akiwa na miaka 20, ndio ataanza kuhesabiwa kwamba ni mtu, kwamba anaweza kupigania taifa vita. Na umri wa miaka 30 kuanzia kwa Waisraeli mpaka Wagiriki ulikuwa ndo umri wa kuoa, na ulikuwa ndo umri wa kupewa majukumu ya kuwa mfalme ama uongozi katika jamii. Na kiuhalisia ndivyo ilivyo kulingana na gia za akili, haswa mtu anapofika umri fulani. Tukianza kuangalia umri wa miaka 18 ama 20 mpaka 30, ambao tumesema ni umri wa kuhesabika, umri wa kuhesabiwa. Kijana wa huo umri kuna vitu atafanya, lakini ni kwa sababu yuko kwenye huo umri. Kwa mfano, kijana wa huo umri unaoitwa umri wa kuhesabiwa, akitembea hata mwendo wake anatembea ili aweze kuonekana kuhesabika, lazima anatembea kwa madawa. Akivaa nguo zake ni nguo ambazo zinaakisi, zinavutia mwanga, zinavutia rangi, watu wajue yeye yuko pale, anakuja, anaonekana. Na hii iko kuanzia ndani kwenye akili yake, ndani sana. Ikitokea kijana kama huyu akinunua gari, kuna magari ya aina fulani, atakimbilia kulinunua, liwe na mgurumo mkubwa, likipita watu wote wajue kwamba amepita. Akifungua muziki, anafungua muziki mkubwa
watu wajue yupo, kwa sababu yuko kwenye umri wa kuhesabika, umri wa kuonekana. Akiingia mahali anataka aonekane, na hii ni kwa jinsia zote, ya kike na ya kiume. Umri wa miaka 30 ni umri ambao mtu akifika anaangalia lengo, majukumu, anaweza kukabidhiwa majukumu ya maisha au majukumu ya uongozi. Waisraeli walioa wakiwa na miaka 30, Wagiriki walioa wakiwa na miaka 30, na walipewa uongozi wakiwa na miaka 30. Hata kwenye Biblia utaona Daudi aliua Goliathi akiwa na miaka 17, lakini alikuja kuwa mfalme akiwa na miaka 30. Yusufu aliota ndoto za kuwa mkuu akiwa mtoto mdogo, lakini alikuja kuwa waziri mkuu wa Misri akiwa na miaka 30. Yesu alianza huduma yake akiwa na miaka 30, na Waisraeli wengi na hata Ugiriki walioa wakiwa na miaka 30.